Sijapasha. Sijapasha. Yeah. Okay. So tatizo. Ndugu wapenzi wa kampuni ya Dafa Domestic Company. Na samani ni kwa sikupasi. Hayo bado matumizi ya pasi. Pasi fanya nguo kuondoa shirizi. Bwana. Kanguo bwana. Kata zile mitafuna na Mungu. Mungu itafuna. Hapo katempa. Ya pasi nafanya vitu vyote tofauti. Nguo ilikuwa imewekwa kwenye begi miaka 6. Kakunjika. Mtoto mwenyewe akiona anasema hivyo wafizongo hiyo ni vipande vya kamba, lakini pasi inabadilisha nguo inanyoka kwa kama hivi. Yes, ndio pasi. Yes, na pasi na mambo mengi. Pasi hiyo na watu wanapitiliza kabisa. Naenda kuchomana. Yaani pasi unatumia kumtia muhuri mtu. Na ndio pasi. Kuchokoza na kuchoma. Hiyo ni pasi. Lakini licha ya yote, wacha masiana. Sio kila mtu anajua matumizi ya pasi. Wale wanasema anga pangua isha ushafi inaangalia kuchora. Wewe si kila mmoja anayejua matumizi ya pasi. Isha kaka. Wewe nikikwambia kwamba pasi yako jinsi ilivyo, ndipo tutaniambia kwamba unajua matumizi ya pasi. Pasi mbele kule na vitu kwa mbele hapa. Na hapo vinakoga vya nalulu na rangi sio goli. Yes. Kwa rangi ya brown. Na bado unajiita kwamba unajua matumizi ya pasi. Na kulinda unajua. Mzazi mzuri au kiongozi mzuri anajua kulinda watu wake. Basi na mtumiaji mzuri wa kitu anajua kulinda. Lakini mpaka ukiona pasi imefikia huko, unajua kulinda uwezi. Lakini ulaumiwe sababu hujajua. Sasa leo tuzungumzie ulinzi sahihi na matumizi sahihi ya pasi. Yes. Pasi ni moja ya bidhaa ambayo inatusaidia sana kuonekana nadhifu. Huo ni uhalisia. Hata mtoto mdogo anajua maana pasi nguo zake kila siku ni fya. Mara inaungua. Kawaida. Hiyo ni kulingana na kuzidisha joto, si ndio? Lakini pia mengine yanasababisha wao. Kwa sababu gani? Moja. Pasi unavyoitumia. Tuachane na pasi zetu hizi za mkaza zamani. Tuzungumzie pasi zetu za kisasa ambazo zinatumia electronic. Yaani umeme. Zenyewe zina sehemu ya kuongeza na kupunguza kama kawaida. Kama kawaida. Tunaongeza, tunapunguza kama redio vile. Katika redio ukitaka kufika station ambayo yenyewe ni 98.2. Alafu sasa hivi uko 87.3. Kama ni redio ni kama zile za zamani ya kwamba tunapeleka. Maana lazima utatoka 87, 88, 89. Mpaka unakuja kufika 98. Umeona? Lakini watu kwenye pasi wanafanya mambo mengine sasa. Ujue mtu ukimwambia kwamba unatakiwa upeleke polepole, yeye jinsi vile anavyofanya sikashazikazie anaamini kwamba ndio kaenda polepole. Lakini ni uongo.
Hata ukimbieje, uwezo ukakimbia kufika umbali wa kilomita 10 kwa lisali moja. Na lisali moja labda unaweza. Kuna watu wanaweza, si ndio? Basi tuseme kwa dakika moja. Na hapo pia sema unaweza. Labda uwe Father Miracle. Yeah. Sawa. Kwa hiyo watakiwa uende hatua kwa hatua. Kama jinsi inavyoenda katika redio za zamani, lakini ni sawa na jinsi unavyotakiwa kwenda katika basi. Unatakiwa kwenda slowly. Ya kwanza, umeongeza moto. Baada ya kuongeza moto, manake moto huko utaongezeka. Ya pili, moto utaongezeka. Ya tatu, moto utaongezeka. Lakini uwezo ukasema kwamba utoke moja tu ghafla tu 1 mpaka 4. Hata kama ni moto, hasa hapo utaongezeka zaidi. Kwa ujumla utaharibu pasi. Kwa sababu watakiwa kwenda pole pole, yani moto pia uongezeke pole pole. Sio haraka haraka tu ghafla. Hata wewe mwenyewe bwana, ukiwa tu umekaa sehemu, mtu akaja akakushtua, ile emotion lazima utachukia. Kwanza utaogopa, kama una pressure utadondoka. Kwa sababu umeshtuliwa. Kwa hiyo ni sana pasi au kitu chochote kile ambacho kinapelekwa, kinazungushwa. Ukizungusha faster kwa haraka, ukataka kufika namba fulani kwa haraka, maana yake utakuwa ni kama umeshtua. Kwa hiyo kama umeshtua, kuna athari lazima itokee. Kwa hiyo unaweza kujaribu. Au katika wewe ile hali ya kupeleka fast, unaweza ukashangaa ghafla unakuwa unagonga. Unajua kugonga ile hitimisho kila mara pia unachangia kile kidude au kiduara ambacho kinasaidia wewe kuzungusha kinakuwa kinalegea. Umeona? Kwa hiyo unaweza katokea siku kikatoka. Waga vinatoka kama hujui. Huo ni uhakika. Kama hujui ndio nimekujuza. Waga vinatoka. Kwa hiyo kikitoka sio kama ndio mwisho wa pasi. Ila ndio mwanzo wa pasi kujiongeza yenyewe. Ndio mwanzo pia kuunguza nguvu zako. Sio tatizo kawaida. Kwa hiyo zingatia hilo jambo. Nenda hatua kwa hatua kama jinsi unavyozingatia katika upandaji wa ngazi. Ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka unafika juu ya bati. Uwezi ukatoka ya kwanza ukaja ya tatu. Au huko unashuka ukaanzia ya kwanza ya tatu. Labda kama unataka kupeleka hospitali, tutakupeleka. Utampigia tu, labda Fadomist, kuna mtu kazingua bwana, kafanyaje kashuka kutoka 3 mpaka 4. Kutoka 4. Kutoka 3 mpaka 6. Naenda hospitali, mimi napigia tu. Unataka kufika? Utafika tu. Sio tatizo. Kujua kufika mbinguni ni rahisi kuliko motoni. Kama hujui. Maana sasa hivi duniani watu wanajitahidi sana kutenda mema. Kwa mbinguni ni rahisi. Hiyo ni hatua ya kwanza. Tuache masiara. Hiyo hatua ya kwanza. Unatakiwa uende hatua kwa hatua katika matumizi mazuri ya pasi. Sio tu umeenda ndo unasema hatua kwa hatua, hapana. Ni 1, 2, 3. Kila hatua moja subiria sekunde 3 au 2. Hiyo ni hatua ya kwanza katika utunzaji wa pasi yako. Hatua ya pili katika utunzaji wa pasi yako. Usitumie moto mkubwa sana katika kitu ambacho hakihitaji moto mkubwa. Utapata athari mbili. 1, utaharibu pasi. 2, utaharibu nguo yako. Kwa sababu kutumia moto mkubwa uhakika utaunguza nguo. Ya nini utumie maji wakati una uwezo wa kupunguza moto? Kama nguo hutakiwi kupasi nguo ambayo haijakauka. Utakuwa unaharibu pasi. Huo ni uhakika. Kwa hiyo kama nguo inahitaji moto mdogo, tumia moto mdogo. Kama nguo inahitaji moto mwingi, sasa hizi nguo ngumu, tumia moto mwingi kiasi. Sio kupitiliza. Udeki chuma. Udeki tena. Upasi chuma. Kiasi kwamba tumie moto mkubwa wa nini? Kwa ukitaka kulinda pasi yako, tumia moto sahihi katika nguo sahihi. Sawa? Kwa hiyo fanya hivyo na itakuwa sawa.
Kama nguo inahitaji moto mkubwa, tumia moto mkubwa. Kama nguo inahitaji moto mdogo, tumia moto mdogo. Ili kuepusha kuunguza ile nguo. Na kuunguza ile nguo itafanya baadhi ya mabaki yabaki kwenye pasi. Hicho kitu cha pili. Kitu cha tatu. Chunga sana. Usiache pasi yako kwenye umeme. Tuna athari mbili ambazo tunaweza tukazipata hapo. Ya kwanza, kama pasi ikiachwa kwenye umeme, itafanya moto uzidi kukua. Na kama moto ukikua kama kuna kitu cha aina ya cotton pembeni, inaweza kachangia moto ukakua, mwisho ukaunguza nyumba. Hiyo ni sawa, hiyo ni athari binafsi. Lakini inaweza kuepeka, sio tatizo. Tuzungumzie katika athari ambayo inapata pasi. Pasi kuiacha katika kebo ambayo bado ina umeme, yani hujazima socket, maana yake itachangia pasi kupata joto kubwa ambalo hilo joto itachangia sasa mpaka vitu au baadhi ya vifaa ambavyo viko ndani ya pasi yenyewe kupata joto na kuharibika. Kwa sababu kumbuka kwamba ndani ya pasi kuna waya. Na zile waya ndio zinazochangia kuleta joto. Na lile joto likizidi likaingia katika mifumo ya ndani, mifumo inaharibika. Umeona? Kwa hiyo chunga sana hicho kitu. Pasi nguo zako. Lakini sio kwamba lisali moja lote na pasi. Bro. Pasi nguo husika, ukishamaliza chomoa, pasi ipumzike. Kama wewe usiku unapumzika, mchana pia kuna muda unasikia usingizi unapumzika, sembuse pasi ndugu yangu. Au kisa ni bidhaa. Basi tuseme kwa sababu ni bidhaa. Mbona gari pia inapumzika? Mbona TV yako nyumbani unaipumzisha? Mbona simu yako kuna muda pia unaipumzisha? Kwa nini unaweka chaji uipumzishe? Na kama unaweka chaji huipumzishi, hilo ni swala jingine tena. Ila kwa sababu Suzuki na masuala ya kampuni ya simu, usizungumze sana. Ila na yenyewe pia utayaribu. Nisizungumze sana kwa sababu huko penyewe hapa ni uso. Ni dini na sehemu ambapo ndo mnahitaji mafundisho yake. Kwa hiyo pasi usiache katika umeme muda mrefu, kwa sababu itachangia vitu vingine kuharibika ambavyo viko ndani ya pasi, lakini hata wewe mwenyewe pia itakuletea hasara. Kwa hiyo jua kwamba tatizo sio pasi. Tatizo unaitumiaje pasi? Kwa jua kwamba tatizo sio pasi. Tatizo unaitumiaje pasi? Ukijua namna unavyotumia pasi, basi hapo ndio utajua tatizo lako liko wapi. Hiyo ni sawa. Kitu kingine ambacho kinachangia pasi kuharibika. Hili jambo sio gumu sana wala sio rahisi sana, lakini watu wengi sana ulifanya. Usafi. Mtu anaweza ukasema na pasi na yenyewe pia inatakiwa kusafishwa. Swali. Kwani unapoanza kutumia pasi usafishe? Na kama usafishe, labda kama upasi nguo nyeupe. Kama upasi nguo nyeupe, sawa. Lakini kama unapasi nguo nyeupe, utanielewa ninachokisema. Pasi ukianza kupasi kabla ya kuanza, unatakiwa usafishe na kitambaa. Ukimaliza, unatakiwa pia usafishe. Uangalie kama hakuna kitu kilichonata, yani kuna kitu ambacho kiliungua kanata. Kama hakipo, safisha na kitambaa, tumalize kazi. Kama kipo, safisha. Chukua hata steel wire. Kwa sababu pasi inakuwa imeshazima. Unaweza kuweka maji kidogo. Maji yale yatalainisha. Sio weke maji mengi, bro. Madam, sio chombo cha kupikia kile. Weka maji sehemu husika, usafishe ili kuondoa uchafu.
Ukishasafisha, chukua pasi yako kama mtoto vile, au kama hela. Wale sitapenda hela. Chukua pasi yako kama hela vile. Tunza sehemu ambayo ni safi na ni salama. Baada hapo, utakuja kusikia maswala sijui ya pasi, sijui imeharibika kabla wakati wake. Sijui kampuni ile ilikuwa yenyewe bwana, nilikosea tu kununua. Ile kampuni bidhaa zake sio halali. Tafadhali usihukumu kitu kwa kosa lako. Tunajua utakuja kutupa kesi nyingi, lakini swali, umezingatia na umetumia jinsi inavyotakiwa kutumiwa? Ukifuata njia hizi, hutakuja kulalamika na hutakuja kujutia. Ingawa kila kitu kinachotengenezwa kina muda wake wa kuisha. Jua hivyo. Hata mtu anazaliwa, anaishi, anakufa. Sembuse bidhaa ya kutengeneza. Lakini sawa inakufa, lakini imekufa muda wake. Sio ghafla tu imekufa kwa sababu kadhaa ambazo zenyewe zilikuwa zinawezekana kuzirekebisha. Ndio maana sisi Dafa Domestic tunakuuzia, tunakufundisha. Lakini kama hutaki kufundishwa pia, kawaida. Kwa hiyo asanteni, na pia si vibaya kunijua. Kwa jina naitwa Frank Peter Frank kutoka Dafa Domestic.